Kutokea Mwananyamala katika studio za Barnaba, mahali ambapo tumeona taarifa zikiripotiwa kuhusiana na moto ambao umezuka, na tukamwona Barnaba mwenyewe akiandika mengi sana mtandaoni. Tuko na Mula Obo, miongoni mwa wasanii wake ama wasanii ambao wamekuwa hapa studio kwa muda mrefu toka inaanza kuanzia ukarabati na vitu vingine vingi, lakini pia kati hata moto unatokea Mula alikuwepo. Mula, poleni. Asante, nashukuru sana brother. Poleni sana. Unaweza kutueleza chanzo cha moto ni nini na ilikuwaje? Chanzo cha moto nitashindwa kujua, lakini kwa muda ambao nilikuwa ndani kipindi moto unaanza kutokea, nilikuwa niko na ndugu yangu producer, tulikuwa tumekaa, kuna kitu alikuwa ananirekebishia kwenye simu yangu. Kwa hiyo kipindi tumekaa kwenye coach, ukiwa umekaa kwenye coach yetu pale studio, kuna namna unakuwa na main switch ya umeme na mlango unakuwa kule. Kwa hiyo kipindi nimekaa pale, niliona pembeni kuna moto na reflect ndani kwenye vile vitambaa ambao ni mkuu, ulikuwa unaonekana ni mkubwa ambao umeanza muda mrefu. Kwa hiyo kipindi namshtua ndugu yangu, bwana nini, kuna moto unaonekana huko ndani unaendelea kuwaka mkubwa. Baada ya kuona ule moto ni mkubwa, tulishtuka, tulitoka nje kwenda kushtua watu, kupiga kelele waje kutusaidia kufanya nini, kuuzima, kwa sababu kwa kuangalia kwa haraka haraka tuliona tutaweza kufanya nini, kuuzima. Kwa hiyo tulitoka nje na ndugu yangu, watu wakawa wanakuja pia kutusaidia, lakini kipindi tunarudi ndani, kutokana na matili ambayo yanakuwa yanatengenezewa studio, zile nini gypsum booth, vile sponge na nini booth. Kwa hiyo tulikuta moto umeshakuwa mkubwa, so tulishindwa kufanya chochote. Sana kwa mjafanikiwa kuokoa chochote. Yaani kwenye kuokoa kaka hatujafanikiwa kuokoa chochote, kwa sababu pia sehemu ambayo chanzo cha moto ulipoanzia ni mlangoni, na studio ni pale unapojua hapa studio kwetu amna mlango, ni mlango uko mmoja. Kwa hatukuweza kufanya chochote. Zaidi nilichoweza kuokoa ilikuwa ni simu, ilikuwa naiona kwenye coach kule kipindi moto mkubwa. Simu yangu nilikuwa nahisi kama ni simu yangu, na hiyo pia nimeenda kuiokoa, nilijaribu kuingia kujitosa pale, lakini pia ilikuwa ni simu ya ndugu yangu. Kwa hiyo nikawa nimempatia, kumbe yangu alikuwa ameshika yeye kipindi mimi ananisaidia pale. Kwa hiyo kwa mshtuko ndo alitoka na simu yangu. Kwa hivyo nakokuwa nilijua yangu kumbe ni ya kwake. Madhara yote kwa binadamu? Madhara kwa binadamu hajatokea, kwa sababu tatizo lilianza kutokea ikiwa sisi tuko ndani. Na ingekuwa sio zile vitambaa vile vya booth ambavyo vya studio, na maana tungeweza kuona mwanzo mapema moto. Lakini inaonekana ulianza muda mrefu, ulikuwa uwezi kureflect kwa sababu ya vile vitambaa, ulianza kuwaka kwa ndani. Kwa hiyo baadaye umeanza kuwa mkubwa, ndio kaanza kureflect kwa kama unaonekana. Mara ya mwisho nakufanyia interview tulikufanyia hapa ilikuwa kwenye hali ya usasa, vifaa vya kisasa, kwa vile vyote pia vimeteketea. Ningekangu kila kitu, amna hata project zetu, amna kitu chochote tena, kwa sababu hata kesho, na mimi nilikuwa nimekuja kwa sababu Blo alikuwa ameniita hapa kwa ajili ya kesho kuna press conference ya movie za